Mungu anasema, mkaribieni mkaokolewe. Nguvu za Mungu ndani ya mtu aliyeokoka. Kwa unayeandika, nimeanza kwanza na kueleza maana ya nguvu za Mungu. Nimesema kwamba nguvu za Mungu ni mamlaka, na utawala wa kiungu anaoupata mtu baada ya kuokoka. Amina. Au tunaweza kusema kwamba ni uwezo wa kimungu unaofanya kazi ndani ya mtu aliyeokoka. Amina. Tuende moja kwa moja tukasome katika Matendo 1 mstari wa 8. Naomba kama kuna mtu atapata hapo kwa chapa nisomee, msomaji mzuri. Matendo 1 mstari wa 8. Inasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Amen. Neno la Mungu linatuambia kwamba tutapokea nguvu akiisha kuijilia juu yetu Roho Mtakatifu. Amina. Tunaposema nguvu za Mungu, hizi nguvu zinatokana na nini? Au hizi nguvu zinatoka wapi? Hizi nguvu sio nguvu za mwili, yani sio nguvu zinazotokana na chakula au ugali, ni nguvu za Mungu. Amina. Ambazo hizi nguvu za Mungu zinatokana na uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yetu. Tunapookoka tunapewa nguvu, tunapokea nguvu. Ile kitendo cha kuokoka unapokea nguvu, ambayo hiyo nguvu ni nguvu tunaipata baada ya Roho Mtakatifu kuingia ndani yetu. Tunapata nguvu za kimungu. Hizi ndio nguvu ambazo siku ya leo tunaenda kujifunza. Na hizi nguvu, ili uwe na hizi nguvu, lazima Roho Mtakatifu awe ndani yako, uwe umejazwa na huyu Roho Mtakatifu. Amina. Na nguvu za Mungu tunasema kwamba ndio ambazo zina operate ndani ya maisha ya mtu aliyeokoka. Amina. Mtu uliyeokoka, yani hauwezi kuwa salama, hauwezi kusimama kama hizi nguvu hauna ndani ya mwili, ndani ya roho yako. Bwana Yesu asifiwe. Kama hizi nguvu hauna ndani yako, hauwezi kusimama na ukafika mahali ambako Mungu amekusudia ufike. Amina. Naomba nisomee pia Isaya 40:29 mpaka 31. Mimi nitasoma Isaya sura 40:29 mpaka 31. Ndio. Biblia inasema, yeye aliye maskini sana hata hawezi kutoa sadaka ya namna hii, huchagua mti usiooza, hujitafutia fundi mstadi wa kusimamisha sanamu ya kuchonga isiyoweza kutikisika. Isaya 40:29 mpaka 31. Na Isaya 40 sura 29. Huwapa nguvu wazimiao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Amina. Neno la Mungu linatuambia kwamba Mungu huwapa nguvu wale wazimiao, na anamuongezea nguvu yule ambaye hana uwezo. Amina. Wewe uliokoka, mtu wa Mungu uliokoka, hata ujapozimia, Mungu anakupa nguvu. Amina. Mungu anakupa nguvu. Mungu anakutia nguvu ya kuendelea mbele. Unapopita kwenye magumu, unapopita kwenye changamoto, Mungu anakutia nguvu kupitia nguvu hizi za Roho Mtakatifu ambazo ziko ndani yako. Amina. Hata anaendelea kusema kwamba hata vijana watazimia na kuchoka, wanaume wataanguka, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Amina. Amina.
Kwa hiyo sisi ambao tumeokoka, sisi ambao tuna safari ya kwenda mbinguni, tunamwamini Mungu, hizi nguvu za kimungu tunatakiwa tuwe nazo na tuendelee kuzi retain, yani kuzifanya ziendelee kuwepo ndani yetu, zisije zikatuondoka. Amina. Ili isije ikatokea umezimia. Amina. Isije ikatokea umezimia roho na ukapotea kabisa, tukakupoteza, ukashindwa kufikia ule ufalme wa Mungu ambao tumeahidiwa. Amina. Na tunasema kwamba kwenye Efeso, hebu nenda Efeso hapo 2 mstari wa 5 mpaka wa 6. Nisomee Efeso 2:5. Mimi nasoma Efeso 2:5. Biblia inasema, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu. Efeso 2 mstari wa 5 mpaka wa 6. Ndio, Efeso 2 sura ya 5. Efeso 2 mstari wa 5. Ndio. Hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yaani tumeokolewa kwa neema, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu. Amen. Amina. Tunasoma hapa katika huu waraka wa mtume wa Petro kwa Waefeso, ambapo kipindi kile ni Paulo alikuwa anaongea na hawa Waefeso. Amina. Ambapo ukisoma haya maneno kipindi kile walikuwa ni wale Waefeso. Kwa siku za leo au tuseme kwa nyakati hizi ni wewe hapo. Amina. Ni kwamba anasema kwamba hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yaani tumeokolewa na neema. Amina. Kwamba sisi tulipokuwa tupo kwenye utumwa au kabla hatujaokoka, amina, tulikuwa ni wafu. Amina. Mtu ambaye hajapewa hata neema ya kumjua Mungu, mtu ambaye bado hajaokoka, ni sawasawa na mfu. Amina. Unapookoka ukakiri kwamba Yesu ni Kristo na Bwana wa maisha yako na ni Mwokozi wa maisha yako, pale unahuishwa. Maana yake ule utu wa kale tunasema kwamba unazikwa, alafu wewe unafufuka pamoja naye. Amina. Unatengenezwa kuwa kiumbe kipya, unatengenezwa kuwa mpya. Amina. Anaendelea kutuambia hapo, tulipookoka, ile umemaliza kukiri sala ya toba, ni umefufuliwa pamoja na Yesu. Amina. Tunaelewa maana ya kufufuliwa, kitu kilikuwa kimekufa, tuseme mfu, alafu kinafufuliwa kinakuwa hai tena. Amina. Na tunafufuliwa pamoja na nani? Tunafufuliwa pamoja na Kristo, na akatuketisha pamoja naye. Amina. Tunaketishwa pamoja na Yesu. Fanya hiyo imagination. Yaani unafufuliwa alafu unaketishwa pamoja na Yesu. Umekaa hapa, Yesu yuko hapa. Amina. Amina. Amen. Hapo nataka nikupe picha kwamba uone ni namna gani ni namna gani mtu uliokoka, mtu unayemjua Mungu una nguvu ya ajabu. Kukaa na Yesu, kuketi na Yesu ni kitu cha kawaida. Habari za Yesu zimeandikwa kuanzia kwenye Agano la Kale mpaka Agano Jipya. Tunajua habari za Yesu huyu tunayemwamini mpaka leo hii. Amina. Na tunaitarajia tumuone siku moja huko mbinguni, tumlaki mawinguni. Tunajua habari zake zilivyo zinatisha na matendo yake makuna ya ajabu. Unaambiwa kwamba tulipofufuliwa tukaketishwa pamoja naye. Amina. Hapa kuna mambo haya mawili katika hiki kitendo cha kufufuliwa na kuketishwa. Amina. Jambo la kwanza, tunapofufuliwa pamoja na Yesu, amina, maana yake tumepewa uwezo. Amina. Tumepewa uwezo, na huu uwezo ni uwezo wa kimungu. Amina. Na maana yake tunapofufuliwa, maana yake tumeacha ule utu wa kale, tumeacha zile dhambi. Amina. Tumezika ule ukale, tumefufuliwa, tumekuwa wapya,
tumetengenezwa, tumekuwa viumbe wapya, tumefufuliwa pamoja na Yesu. Amina. Hilo ni jambo la kwanza, tumepokea uwezo wa kimungu. Amina. Tunapokuwa pale tumeketishwa pamoja na Yesu, maana yake tumepewa hadhi au tumepewa mamlaka. Amina. Na nafasi ya kukaa pamoja na Yesu. Amina. Unapopewa nafasi ya kukaa pamoja na Yesu, fanya hizo imagination. Yaani fikiria kwenye akili yako. Umepewa nafasi ya kukaa na Yesu. Uko na Yesu. Just imagine kama hapo ulivyokaa na jirani yako. Si una uwezo wa kumwambia chochote, rafiki yangu, sina 1000 ya kula leo, nisaidie. Unaelewa? Amina. Amina. Yaani ni kama wewe ulivyokaa na jirani yako, una uwezo ule kumweleza chochote. Amina. Umeketi naye, yuko pembeni yako. Amina. Una mamlaka, una hadhi. Amina. Ya kumwambia chochote na akafanya. Maana hicho kitendo cha kuketishwa pamoja na Yesu, maana yake tunapewa hadhi sawa na Yesu. Amina. Amina. Na hiki kitu kipo, yani ni kinafanyika katika ulimwengu wa roho. Amina. Sio kwenye macho haya ya nyama, sio kwenye haya macho ya kibinadamu. Hili tukio liko katika ulimwengu wa kiroho, liko kiroho zaidi. Amina. Na kuna kitu ambacho watu wengi huwa hawakijui kuhusiana na ulimwengu wa kiroho. Ulimwengu wa kiroho ni hai na ni halisi. Ni kama ulimwengu huu ambao sisi tunaishi sasa hivi na kila kitu kinaendelea. Na katika ulimwengu wa roho vile vile ni ulimwengu kama ulimwengu huu. Na vitu vingi ambavyo vinakutokea kwenye maisha yako au yani mambo ambayo yanatokea na yanatendeka kwenye maisha ya ulimwengu wa mwili yanaanzia kwenye ulimwengu wa roho. Amina. Unaelewa hicho kitu? Yapo chini kwenye ulimwengu wa roho, yanatokea kule, then kwenye ulimwengu wa mwili yanadhihirika. Amina. Kwa hiyo kuna namna unatakiwa ujue namna ya kushughulika pia na ulimwengu wa roho. Hizo nguvu ambazo Mungu anakupa wakati pale umeokoka na umesimama. Amina. Kuna nguvu hiyo ambayo unatakiwa uitumie pia, na namna ya kujua kuendea huu ulimwengu wa roho na namna ya kuushughulikia. Amina. Kupitia neno hili, ngoja nikupe ushuhuda mmoja. Ushuhuda mmoja ambao umenitokea mimi juzi, yani hii wiki iliyopita. Amina. Ilikuwa ni usiku tumelala. Nikao nimeota ndoto mbaya sana. Ndoto yenyewe ilikuwa yani nimeota nikaonyeshwa picha kwenye mazingira ya nyumbani. Kule nyumbani kabisa nilikozaliwa. Muona, nikaona kuna gari limeenda likayumba, baadaye likarudi maeneo kama ya nyumbani, yani karibu na nyumbani kwetu. Likaenda likamgonga kijana, akafa pale pale. Yani likamgonga akafa pale pale. Mimi nilivyoona vile, alafu namfahamu. Yani karibu na kwetu. Yani tuseme yani ni kama kwetu ni hapa alafu tukio liko hapa. Yani kwetu ni hapa alafu tukio liko hapa. Alafu baada ya hapo nimeshtuka kwenye usingizi na umeseka sana. Naogopa na umeseka. Nikabidi sasa nimshtue mume wangu. Amka. Akaniambia nini? Nikamwambia nimeota vibaya. Yani nimeota ndoto mbaya sana. Haya. Akaniambia umeotaje? Na yeye yuko kwenye usingizi maruweruwe. Nikaona haya. Nikamwacha. Nilivyomwacha mimi nikashindwa kulala. Yani nikashindwa kuendelea kulala. Roho iko inaniuma. Yani ile hofu na waweseka. Yani kama nimetoka kuliona hivi, yani live hivi. Yani naweseka mpaka mimi mwenyewe nikashindwa kuendelea kulala. Baada ya hapo nikaangalia saa, nikaamka, nikashika simu, nikaangalia muda, nikakuta ni saa 9 usiku. Nikashindwa kuvumilia. Sikurudi tena kulala. Nikashuka nikaomba. Nikaanza kuomba. Kuanzia hiyo saa 9 nikaomba. Nimekuja kushtuka ile saa 10:30. Nikaangalia muda saa 10:30. Nikawa nimemaliza kuomba. Nikaomba mpaka ile nikasikia yani kile kitu kimeondoka. Amina. Nikapumzika, nikaendelea zangu kulala, nikamalizia usingizi, kukakucha, tukaamka, nikaenda kazini. Nilipofika kazini ile ikafika mida kama saa 3:03. Nikamkumbuka kumpigia simu dadangu. Nikampigia simu. Nikamwambia vipi, mnaendeleaje? Akaniambia tuko salama, lakini Gladi alikuwa anaumwa.
mtoto wake yani wa kwanza alikuwa anaumwa na alikuwa yuko ICU. Nikakumbuka juzi alinitumia message, ananiambia Gladi anaumwa sana, muombeeni, naombeni mtusaidie kumuombea. Ile message mimi nilichukua, yani nilisoma, nikaomba tu ile kawaida. Yani nikachukulia tu kawaida. Sikuomba, yani sikuchukua mzigo vile, nikajua labda tu mafua, kikohozi tu kama kawaida. Akaniambia Gladi alikuwa ni anaumwa sana. Tangu juzi tuliingia, tumefika akaingizwa ICU. Yaani tunavyoongea na wewe sasa hivi ndo ametolewa sasa hivi, sio muda mrefu. Nikaogopa, nikashangaa, nikatetemeka. Hapo mimi akili yangu ikanirudisha kwenye ile ndoto. Amina. Nikakumbuka hivi kilichonitokea usiku. Yaani nikaona kuna link, yani kuna connection kwenye hiyo ndoto. Kwamba kumbe yani pengine kile kitu ambacho nilionyeshwa na Mungu usiku, nilionyeshwa kwenye ile ndoto. Kwa nini iwe kwenye mazingira ya nyumbani? Halafu ilikuwa ni roho ya mauti. Aligongwa mtu na gari akafa pale pale. Alafu mimi yani sikuweza kulala tena, nikawa naogopa, nikapata mzigo kuomba. Nikasema au ndo kilikuwa ni hiki kitu. Kumbe alikuwa ICU. Ile asubuhi ndo wakamtoa ICU, ndo akawa, nikamwambia anaendeleaje sasa hivi? Ananiambia sasa hivi ameshachangamka, naona yuko vizuri, mpaka nimeondoka sasa hivi ndo naelekea nyumbani nikamwandalia chakula cha nyumbani ili nimpelekee hospitali. Amina. Kwa nikajifunza kitu. Amina. Nikajifunza kitu kikubwa. Nikasema ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa roho, yani kitu chochote unachokiona either kwenye ndoto au yani unaweza ukaona kitu kwenye ndoto wewe ukapuuzia, ukaona kwamba hii ni ndoto tu, au ukaota ndoto mbaya ukapuuzia. Wengine tupo hivyo, umeona, na mausingizi yako nitaombaga tu, yani hivyo unapotezea. Kumbe ni nafasi ya wewe kutumia nguvu na mamlaka yako ya kiungu kukataa ile hali, kama ni maroho ya magonjwa, kama ni mauti, kuikataa kwa wakati ule unapoona au unapoota, on the spot. Amka, omba, vunja, kataa hiyo roho, teketeza hicho kitu ambacho umekiona kibaya, kataa. Amina. Maana yake kwenye ulimwengu wa roho ndio kina operate, kinafanyika. Maana yake ukiacha kuomba umekipa nafasi ya kutokea. Maana yake Mungu pengine amekutumia wewe, amekuonyesha wewe ili ushughulikie kwenye ulimwengu wa roho, uteketeze, kiishie kule kisitokee. Lakini wengi wetu unakuta udhaifu, unaona na usingizi nini, unaacha. Kumbe umeacha mambo yajiendee. Umeshaonyeshwa, umeona, Mungu amesha kuonyesha kwenye hali hiyo, inabidi ushughulikie kwenye ulimwengu wa roho. Utumie yale mamlaka ambao Mungu amekupa ili kuweza kukiombea kile kitu kisiweze kutokea kama ni kibaya. Amina. Kwa hiyo hapo nilikuwa najaribu kuelezea namna ulimwengu wa roho, namna kutumia nguvu na mamlaka zile ambazo tumepewa. Amina. Mtu uliokoka katika ulimwengu wa roho. Amina. Na naomba tukasome Mathayo Naomba tuende kwenye Mathayo hapo. Mathayo 16 mstari wa 19. Amina. Mstari wa 19. Mstari wa 19. Amina. Biblia inasema, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Amen. Hapa neno la Mungu linatuambia kwamba nami nimekupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Amina. Wewe mtu uliokoka, wewe mtu ambaye unamjua Mungu aliye hai, umepewa nini? Umepewa funguo za ufalme wa mbinguni. Amina. Lolote utakalolifunga duniani, amina, amina, na mbinguni limefanyaje? Limefungwa. Lolote utakalolifungua duniani na mbinguni limefanyaje?
Amina. Sijui mnaelewa haya maneno? Amina. Haya maneno kuyaelewa, maana yake wewe mtu uliokoka umepewa mamlaka, umepewa nguvu, na hizo nguvu unazo ndani yako. Sema tu labda kama hujajua namna ya kuzitumia na zilete matokeo. Amina. Amina. Labda kama bado hujajua namna ya kuzitumia zile nguvu unazo, mtu uliokoka. Amina. Kwamba utakalolifungua, kwa hiyo una uwezo, una mamlaka ya kufunga. Umeona? Utakalolifunga huku duniani na mbinguni limefanyaje? Umepewa mamlaka hayo ya kuamuru chochote. Amina. Ya kuzuia chochote kitokee ama kisitokee. Amina. Utakalolifunga huku na mbinguni limeshafungwa. Mamlaka hayo unayo. Uliyapata wapi? Ulipookoka, ulipoomba sala ya toba, ukamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukafufuliwa, ukaketishwa pamoja na Yesu. Amina. Ukapewa hizo nguvu, ukapewa hayo mamlaka. Kwa hiyo hayo mamlaka tayari unayo, hiyo nguvu tayari unayo. Amina. Ni namna tu ya kujua kuitumia na namna ya kujua kuzifanya zitende kazi kwenye maisha yako. Amina. Na Mathayo 18 mstari wa 18 hapo. Ni 18 mstari wa 18. Mbinguni, na yoyote mtakaoyafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Amina. Bado neno hili linaendelea kutusisitiza na kututazamisha ile nguvu ambayo tunayo. Amina. Ile nguvu ambaye mtu aliyokoka anayo, yale mamlaka ya kiungu ambayo unayo ndani yako wewe uliokoka. Amina. Kuna na hizi nguvu, haya mamlaka, ndio maana hayawezi, yani huwezi kuyaona kwenye ulimwengu wa nyama, huwezi kuyaona hivi. Amina. Yako katika ulimwengu wa roho, yanaoperate zaidi kwenye ulimwengu wa roho. Amina. Kadri unavyozama kadri unavyozama kumtafuta Mungu, kadri unavyo-retain ile nguvu, unavyoongeza bidii katika kumtumikia Mungu, unavyoongeza bidii katika maombi, unavyoongeza bidii katika kumtafuta Mungu kwa viwango. Amina. Pale ndivyo unavyozidi kuzifanya zile nguvu ziendelee kukujia na ziendelee kuoperate ndani ya maisha yako. Na hii yote ipo kwenye ulimwengu wa roho. Hatuwezi tukaiona hivi kwa mwili. Amina. Kwa macho hivi ya nyama haiwezi kuonekana. Amina. Na kuna ushuhuda mwingine ambao mimi niliusoma kwenye kitabu kimoja cha Mwalimu Mwakasege. Amina. Kinahusu namna ya kujua ulimwengu wa roho, namna ya kushughulikia ulimwengu wa roho, namna ya kuomba. Yaani kina mambo mengi mazuri. Nilisoma huo ushuhuda nikajifunza kitu. Na kwenye huo ushuhuda anasema kwamba kulikuwa na mtumishi wa Mungu mmoja wa Marekani. Amina. Ambaye huyu mtumishi wa Mungu alikuwa anaitwa Clay Brent. Huyu alikuwa ni wale wa missionary. Amina. Na huyu mtumishi alikuwa na marafiki zake, ambao hao marafiki zake ni mtu na mke wake. Amina. Ambao walikuwa wanaitwa, huyo mbaba sasa, huyo mtumishi wa Mungu anaitwa Matt Higgins. Huyu Matt Higgins yeye alienda Kenya miaka 1960. Alienda Kenya kuhubiri Injili. Ni wale wa missionary ambao walikuwa wanakaa, wanaenda sehemu, wanatengeneza kambi, wanahubiri Injili. Amina. Sasa walipokuwa wameenda kule, yeye na mke wake, yeye yuko Marekani, wale wako Kenya. Sasa akasema siku moja, ilikuwa tarehe 20 mwezi wa 3 1960. Anasema yeye alipata mzigo. Umeona? Akapata mzigo ndani yake wa kuwaombea yule Matt Higgins pamoja na mke wake ambao wako kwenye kazi ya Mungu wapi? Huko Kenya. Anasema alipopata ule mzigo ilibidi awaite marafiki zake
akawaita marafiki zake, wakawa jumla idadi yao 16. Akawaita kwa ajili ya kuombea wale ambao wako kwenye kazi ya Mungu. Haya, alivyowaita wakaanza maombi, wakaomba. Basi mpaka waliomba muda mrefu sana, mpaka walivyoona ule mzigo ukafanyaje, ukawa kama wameushusha, kama wameutua, wakamaliza. Baada ya hapo siku zikaenda, baada ya miezi kama 2, wale ambao walikuwa wameenda kule Kenya kwa ajili ya utumishi wa Mungu wakawa wamerejea Marekani. Sasa ikabidi huyo mtumishi aende kuwasalimia, kuwatembelea. Alipoenda akawauliza, jamani, tarehe 20 Machi mlipatwa na changamoto gani? Wakamwambia, tarehe 20 Machi tulipokuwa Kenya tulipatwa na changamoto hii hapa. Wakasema kwamba hiyo siku tulikuwa tumetoka kuhubiri huko mbali Kenya, umbali wa kilomita 17 hadi Nairobi mjini. Sasa wakati tunarudi, gari yetu ikatuharibikia njiani. Umeona, ilivyoharibika njiani, tukaitengeneza tukashindwa, tukahangaika kuitengeneza ikashindikana. Ilivyoshindikana, sisi tukafanyaje? Tukaamua tusome Zaburi 4:8, na ilikuwa ni usiku. Tukasoma Zaburi 4:8 ambayo inasema kwamba katika mtu anisomee Zaburi 4:8 hapo. Nisomee Zaburi 4:8. Zaburi sura ya 4 mstari wa 8. Biblia inasema, katika imani nitalijaza, katika amani nitajilaza na kupata usingizi mara, maana wewe Bwana peke yako ndiwe unijaliaye kukaa salama. Amina. Wakasema tuliomba hii sala, alafu tukaingia ndani ya gari, tukafunga milango ya gari, tukalala, maana gari imetushinda. Anasema basi tukalala. Kesho kulivyokucha sasa, maana ilikuwa ni usiku, tukatafuta watu wakatusaidia, tukatengeneza gari yetu, tukaendelea mbele na safari. Baada ya hapo, tulivyokuwa tuko kwenye makambi yetu, baada ya siku chache, mtumishi wa Mungu akaja, yani mchungaji akaja kwao, akawaambia hivi, kuna mshirika ameokoka, amekuja ameokoka, ametubu. Amina. Amesema kwamba ana ushuhuda. Umeona, anasema kwamba yeye alikuwa ni mmojawapo wa wale wapiganaji wa vita ya Mau Mau, maana kipindi hicho vita ilikuwa inapiganwa. Amina. Akasema kwamba ile siku sisi tulikuwa, mimi na wenzangu 3. Sasa tulikuta gari yao iko barabarani. Umeona, tukataka tuwavamie, tuwaue. Amina. Lakini tulivyoangalia, ghafla tunaona imezingirwa na watu 16. Tukakimbia, tukasambaa, tukaachana na hiyo habari. Amina. Mnaelewa hicho kitu? Mnaelewa hiyo connection? Akasema kwa hiyo amekuja kutubu na ameamua kuokoka, amjue, amwamini huyu Yesu mnemwamini nyie na mnemtumikia. Amina. Kwa hiyo huyu mtumishi wa Mungu ndo akamueleza kwamba hiyo siku mimi nilipata mzigo, nikawaita wenzangu, tukao 16, tukaomba. Amina. Mnaelewa hiyo kitu? Amina. Manake wao wako Marekani. Amina. Wao wako Marekani, waka organize watu 16. Tukio linafanyika Marekani, lakini watu kule wenyewe wako Kenya. Sio, tunaelewana? Unaona hiyo connection hapo? Kule tukio linatokea kwenye ulimwengu, yani tukio linatokea kwenye ulimwengu wa roho, lakini huku Kenya wale wapiganaji ambao walitamani wawaue wenyewe wanaona watu 16, hali ya kuwa pale hawapo, wapo Marekani. Tunaelewana? Unaona hiyo namna ya nguvu ya Mungu inayoparate, namna inavyofanya kazi. Amina. Tunaelewana? Kwa hiyo na mimi nikajifunza kitu. Amina. Kwenye ulimwengu wa roho, namna ya kushughulikia ulimwengu wa roho, namna mambo ambayo Mungu anafanya kwa njia ya ulimwengu wa roho. Amina. Kuna wakati kwa macho hivi ya nyama unaweza usione. Amina. Au unaweza kuendelea kuomba, kumbe Mungu alishafanya siku nyingi, wewe hujui. Kwenye ulimwengu wa roho
yani nguvu, kuna nguvu ya ajabu ambayo iko kwenye ulimwengu wa roho inafanya kazi kwa mtu aliyeokoka. Amina. Kwa nikapata kitu hapo na mimi nikajifunza na imani yangu ikakua. Amina. Na ufahamu wa kujua ufalme na ufahamu wa kujua ulimwengu wa roho ukazidi kuongezeka. Amina. Tunaendelea. Nimeandika hapa kuna mambo ya kuzingatia ili uwe na nguvu za Mungu, au ili nguvu za Mungu zisiondoke ndani yako. Mambo ya kuzingatia ili nguvu za Mungu zisiondoke ndani yako. Amina. Hapa nimeanza na kama utangulizi Efeso 6 mstari wa 10 mpaka mstari wa 17. Msomaji wangu mzuri, naomba unisomee hapo. Efeso 6 mstari wa 10 mpaka wa 17. Amina, nitasoma. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga ila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hadi mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungiwa miguu tayari tupatayo kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni chapa ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu. Amina. Amina. Neno la Mungu linazidi kutuimarisha. Huu ni kama utangulizi wa namna hizi nguvu za Mungu ya kuzifanya nguvu za Mungu zisiondoke ndani yako. Amina. Kwamba tuzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Amina. Tuwe hodari katika Bwana na uwezo wa nguvu zake. Na hizo nguvu zake ni zipi? Ndio hizo ambazo ametuwekea ndani yetu. Amina. Ndio hizo ambazo nguvu ambazo tunazo sisi. Amina. Mwambie jirani yako, hizo nguvu unazo ndani yako. Amina. Anaendelea kusema kwamba tuzivae silaha zote za Mungu. Amina. Tuweze kuzipinga hila za shetani, na kwa maana kushindana kwetu sisi sio juu ya damu na nyama. Ni katika ulimwengu wa nini jamani? Ni katika ulimwengu wa roho. Yaani sisi kushindana kwetu sio hivi kwa macho ya nyama, kwa kawaida hivi kama tunavyoonana. Ni kushughulika zaidi kwenye nini? Kwenye ulimwengu wa roho. Amina. Na hizi nguvu za Mungu zina operate zaidi kwenye ulimwengu wa roho, sio hivi kama tunavyoonana mimi na wewe. Amina. Na anaendelea kusema kwamba tena tuipokee chepeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu. Chepeo ya wokovu ambao na upanga wa Roho. Roho huyo ni Roho Mtakatifu. Amina. Amina. Maana Roho Mtakatifu ndiyo nguvu yenyewe. Amina. Bila Roho Mtakatifu hizo nguvu hazitaweza kufanya chochote ndani yako. Na hiyo nguvu tunayoiongelea ili ifanye kazi, ili kuwe na uhai ndani yako uliokoka, manake ni Roho Mtakatifu ndani yako. Amina. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, manake anafanya kila kitu, anakuwa kiongozi. Amina. Anahuisha, anakufinyanga, anakutengeneza. Amina. Amina. Manake yeye anakuwa ni guide kwenye maisha yako. Amina. Kwa hiyo nguvu ambazo hizi tunasema nguvu ni huyo Roho Mtakatifu ndani yako, ndo anayefanya kazi hizi zote, na ndo anayeweza kuoperate ndani ya mwili wako, ndani ya roho yako. Amina. Wewe mtu uliokoka. Amina. Na pointi ya kwanza ulikuwa ni utangulizi, na pointi ya kwanza nimeandika kwamba ili uwe hizi nguvu za Mungu zisiondoke ndani yako, pointi ya kwanza ni kuishi maisha matakatifu, ni kuishi maisha ya utakatifu. Amina.
Naomba nisomee Isaya 59 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Tazama, mkono wa Bwana kufunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Amen. Ili hizi nguvu za Mungu ziendelee kufanya kazi ndani yako, zisiondoke ndani yako, ni kuishi maisha matakatifu, ni kuishi maisha ya utakatifu ndani ni kuishi maisha ya utakatifu. Amina. Na dhambi inafanya yani inamtenganisha mtu na Mungu. Amina. Dhambi inakufarakanisha wewe na nani? Na Mungu. Neno la Mungu linasema kwamba maovu yenu yanafanya Mungu asisikie. Amina. Amina. Yanafanya Mungu asisikie na wala asiyasikie maombi yenu. Amina. Kwa hiyo ili hii nguvu endelee kufanya kazi ndani yako, maana yake unatakiwa uishi maisha ya utakatifu. Amina. Maisha ya toba, kuachana na dhambi. Amina. Pointi nyingine ya pili ni kudumu katika maombi, ambao maombi ni mawasiliano kati ya mwanadamu na Mungu. Amina. Na maombi haya yanadumisha mahusiano yako na Mungu. Amina. Utasoma Wathesalonike wa kwanza mstari wa 5:17 mpaka 19 kwa sababu ya muda. Pia utasoma Mathayo 17:20 mpaka 21. Na pointi ya tatu ni kulitii neno la Mungu na kuliishi. Maana neno la Mungu ni silaha na neno la Mungu ni nguvu ambayo inadumu kwa mtu anayelitii neno la Mungu. Ambao hapo utasoma Waebrania 4:12, utasoma waraka wa Yakobo 1 mstari wa 22. Na pointi nyingine ya mwisho ni kuishi kwa kumwamini Mungu tu, ni kuishi kwa imani. Amina. Katika pointi hii utasoma Waebrania 11 mstari wa 6. Pia utasoma Waebrania 11 mstari wa 1. Amina. Kwa hiyo mtu uliokoka una nguvu ambayo tayari unaipokea ile siku umeongozwa sala ya toba, umempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unakuwa umepewa nguvu. Amina. Na hiyo nguvu ni namna ya kuijua, namna ya kuitumia. Yaani ni kujua namna ya kuitumia hiyo nguvu. Amina. Na mfano, na nina ushuhuda kidogo kwa wewe mwanachuo, na najua utakuwa unawahi kwenye mitihani yako, na kuambia kwamba nakutia moyo usiogope. Amina. Hii nguvu unayo. Amina. Ni namna tu ya kujua kuitumia. Ni kwamba usiogope lolote. Una nguvu na mamlaka ya kuamuru chochote kwenye huo mtihani wako. Amina. Ya kuomba lolote kwenye masomo yako. Amina. Ukiomba kwa kukiri na kuamini. Amina. Na kumaanisha yani mfano hizo sapu sijui keri hazitatajwa kwako. Amina. Mimi kwa wakati nasoma, nakumbuka undergraduate ile naanza, nilimwambia Mungu umesema kwenye neno lako kwamba mimi ni kichwa na sio mkia. Amina. Kwa hiyo sijui sapu, maana nafika dada zangu pale wananipokea, wanaanza kunitisha. Kuna sapu, yani hapa bila sapu yani maisha ya chuo, yani umalize bila sapu. Sijui keri. Yani nikawa nawasikiliza, nikasema Mungu, mimi nashughulika na wewe. Mimi nakuomba wewe. Yani wewe sio mwanadamu.
hausemi uongo wala haudanganyi. Umeniambia kwamba umenipa mamlaka, nitakalo lifunga duniani na mbinguni limefungwa, nitakalo lifungua duniani na mbinguni limefunguliwa. Amina. Nafunga sapu, mimi sitasapu mwaka wa kwanza mpaka wa mwisho. Keri sitapata, na nitapata GPA ninayoitaka mimi. Amina. Yaani nakushuhudia hivyo mpaka nimemaliza chuo. Sijawahi, yani hiyo sapu sijawahi kuisikia inafananaje. Amina. Sijui keri, sijui nini. Kila semester wale group member wangu tukienda likizo wananipigia simu, vipi? Wenyewe wanarudi kusapu. Vipi? Amina. Siri mimi ninayo. Amina. Maana wengine walikuwa hawajaokoka. Amina. Kwa siri mimi ninatembea na silaha yangu. Nina siri yangu ambayo mimi ninayo. Mtu hamna mtu anayejua. Amina. Kwa hiyo nakushuhudia hilo. Hiyo nguvu unayo na hayo mamlaka unayo, ni wewe kuamua kusimama. Amina. Ni kuamua kusimama na kuamua kuitumia hiyo nguvu. Uwezo, mamlaka hayo unayo. Amina. Na ukisoma Biblia, ukiendelea kusoma Biblia, jifunze kukiri haya maneno ya Mungu. Haya maneno, Biblia inaniambia kwamba neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili, ni moto. Amina. Ukitumia neno la Mungu, yani ukikiri neno la Mungu mahali popote, kama ni ugonjwa unapotea. Amina. Kama ni lolote, haya maneno ya Mungu ukiyakiri kwa imani na kukumaanisha, amina, yanatokea. Kwa hiyo mimi nikutie tu moyo, acha wasiwasi.